wa maombi. You cannot survive in this world when you are not a prayer warrior. Hauwezi kushinda duniani hapa kama wewe sio mtu wa kuomba. You can't survive in this world when you are not hard working. Na pia huwezi kusahimili dunia hii kama wewe sio mtu wa kufanya kazi. You can't survive when you are not creative. Na pia lazima kuwe mtu wa akili wa kujikuza bila maana. The first church, kwa hivyo kanisa la kwanza, giving us an example, inatupatia mfano that they were in one accord. Walikuwa katika umoja ule. They were in first position to take over. Walikuwa katika sehemu za kwanza kuchukua ama kunyakua. That's why even other people, when they look at them, they got saved in a very big number. Ndio maana watu walipoangalia walipata kuokoka kwa sababu ya tabia zao. They were prayer warriors. Kwa sababu walikuwa waombezi wa vita wale. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Nothing you are going to get for free. Hakuna kitu ambacho unakupata cha bure. Because the week that we the thing that we got is let my people go. It means we are in jail. Kwa sababu ujumbe ile ambayo tulipata ni kwamba achia watu wangu kwa sababu tuko kwenye gereza. You have to fight harder so that you can get out of that jail. Yes, lazima ufanye kwa bidii na kwa juhudi ndio kaweza kutoka kwenye hiyo gereza. Last time I told you no one is going to fight for you. Nilikwambia hakuna mtu anakupigania. And I want to tell you the truth. Na wacha nikwambie ukweli. Even we pastors, hata sisi wachungaji, we pray but we cannot spend too much time on you. Na hata sisi wachungaji tunaomba lakini hatuchukua muda wetu yote kwa ajili yako. Because we also have our own problems. Kwa sababu hata sisi pia tuna matatizo yetu sisi. You want me to fast 60 days because of your wedding. Wewe unataka nifunge siku 6 kwa sababu ya harusi yako. I need school fees for my children. Na hapo mimi nataka karo kwa ajili ya watoto wangu. You bring your issue, I will say Lord help Nanja but I'm finished. Na utaleta mambo yako niseme Bwana mkumbuke Nanja na nimaliza. Which means you must be a prayer warrior. Inamaanisha wewe binafsi lazima uwe muombezi tena wa vita. I want to get out of that jail. Kama unataka kutoka kwenye hiyo gereza, tell your neighbor that you have to be a prayer warrior. Ambia jirani yako lazima uwe muombezi tena wa vita. The prayer moves mountains. Yani maombi yaondoa milima. Every mountain that has been ahead of you, kila milima iliyo mbele yako, can be removed. Life is in danger. Maisha yako hatari. You will still be in Egypt. Utabaki pale Misri kila siku. That's why some people from Egypt, kwa sababu ndio kwa maana watu wengine Misri, when they crossed the Red Sea, walipovuka bahari ya Shamu, they saw Pharaoh coming with a great army. Waliona Farao anakuja na jeshi kubwa. They turned to Moses and told him, you brought us far away from Egypt for us to die in this place. Wakaambia Musa kwamba wewe umetutoa kule mbali Misri umetuleta kufa. These people were complaining, they are not prayer warriors. Hawa watu kulalamika, wako watu wa kuomba. They want to see other things far away from them, but they don't want to engage themselves there. Hawa ni watu wanataka matatizo iende mbali na wao, lakini hawataki kuomba. So if you want to be a winner, be a prayer warrior. Kama unataka kuwa mshindi, usiwe mtu wa maombi wa vita. Piga Bwana Yesu makofi. Amen. Be a prayer warrior. Number 2, hard working. Namba ya pili, kuwa mtu wa bidii. You are a minister, you are not a minister. You need to be hard worker. Uwe mhuduma, usiwe mhuduma, itakalo kuwa mtu ufanye kazi, ufanye bidii. No time to rest. Hakuna wakati wa because if you rest today, kwa sababu ukipumzika leo, tomorrow problems will eat you. Kesho tatizo itakukula. Like it or not. Upende usipende itakukula. If you are a man, you are a boy, you wake up at 10. Sasa wewe ni mwanaume, wewe ni kijana, wewe unaamka saa 4. I'm pity for you. Akili yako sisi mama na kuonea huruma wewe. Please, I cry for you. Si mimi nalia kwa ajili yako na mkaka saa 4 na wewe ni kijana. Tell a boy or a man next to you, if you wake up at 10, ambia mwenzako wewe unaamka saa 4, your life is in danger. Maisha yako nimeshaliona ni batarini. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Your life is in danger. Maisha yako batarini. If you are a girl, kama ni msichana, you sit down and watch movie from morning until to 12. Ati unaamka wewe unaona tu from cinema continue shortly kutoka getting
popcorns and looking at your nails. Yani na wewe uko hapo kuangalia tu makucha yako. You are going to face it rough. Wewe kitakukujia vibaya. For me, I'm afraid of born agains who don't want to pray and those who don't want to work hard. Ya mimi nakataa sana muamini aliyezaliwa mara ya pili ambaye hataki kufanya kazi. You have members who don't want to pray. Ukiwa na waamini ambao hataki kuomba. And those who don't want to work. Na wale ambao hataki kufanya kazi. You expect three things. Wewe tarajia mambo matatu. Homosexuality. Uzinifu, usherati. They say this service is for teaching, not so. Wamesema ibada hii ni mafundisho. Preaching is coming, don't worry. Si mahubiri na kuja usijali. Don't worry. Fire is coming. But I must tell you this. If you want to conquer, ila lazima nikwambie hii kama unataka kushinda. You become a prostitute. You do things which are not godly. Utakuwa kama utafanya vitu ambavyo si za kiungu because you lack something. Kwa sababu unakosa kitu. You get a msunga tells you that I want to invest in your church. Utapata kama nini? I want to invest in your church. Utapata kama msunga mwingine anasema nataka kuwekeza kwenye kanisa lako. I'll give you machines, I'll build for you, I'll buy for you a land as long as you accept terms and conditions. Yes, nitakupatia vyombo, nitakupatia kila kitu ila tu ukubaliane na ilani na kanuni nilizoziweka. That comes. Hiyo inakuja in way that you are not a prayer warrior. Hiyo inakuja kama sio mtu wa kuomba and you are not hard working. Na pia kazi pia hutaki. Can I hear some amen? Sinisikia amen mahali. Don't scare me. Can I hear some amen? Sasa kuna mnanitisha sinisikie me amen. That's good. Hiyo sasa iko sawa. So, let us read 2 Timothy 2. Kuna kitabu cha Timotheo wa pili 2. 2 Timothy. So if you are writing this for those who are writing. Kama unaandika hivi kwa wale wanaandika. Work without compromise. Ufanye kazi bila mawazo kuwili. Preaching without compromise. Subiri bila kuwili. Talking without compromising yourself. Muongea bila kuwili. Am I too fast? You are right. Preaching without compromising. Usihubiri bila kuchanganya. Working without compromising. Pia unapofanya kazi changanye. If you are to become successful, kama unataka kufanikiwa, if this church will to reach on the top, kama kanisa hili litafika kwenye viwango vingine, you have to pray. Inatakana kanisa uombe, you have to work. Na pia inatakana ufanye kazi. If you want your marriage to work good, ukitaka ndoa yako ifanye kazi vizuri, like mine, kama yangu, you have to do this you have to do these things. Lazima ufanye mambo haya. You have to be a prayer warrior. Lazima uwe mwombezi tena you have to work. Lazima ufanye kazi. If you don't work, kama ufanye kazi, you are going to bring rumamonga. Utaleta mambo ya kidogodogo which will break what you have built already. Ambaye itakuja kuharibu kila ambacho. If you are not a prayer warrior, kama wewe sio mtu wa kuomba, you never sense a war when the devil attacks. Hautajua wakati wa vita, wakati shetani anakupiga. It will be easy to destroy you. Shetani atakumaliza kirahisi. Tell your neighbor that do these things. Ambia jirani yako wewe fanya. Don't compromise yourself. Wewe usijichanganye nafsi yako. If you say I'm born again, ukisema mimi nimezaliwa born again, nimezaliwa mara ya pili. If you say at this time I must be at my shop, ukisema wakati muda kama lazima don't disturb me. Na kwa hivyo tafadhali usinisumbue, maana kinafaa kukaa kwenye kazi yangu. You see the way you look. From here I cannot accept a prophet to come at my business. Na unaona jinsi unavyokaa. Mimi siwezi. It's not a time for give me your prophecy. Sio wakati wa mchungaji. If you want to prophesy upon me, sio wakati wa come in the church. I'm coming. Nitakuja kwa kanisa, sio wakati wa kutabiriwa kazini. But right now I have customers to take care. Kwa sasa hivi niko na customers wa kuangalia, wateja. Kuna bingo moja kanisani. Not compromising yourself. Hakuna cha kujichanganya nafsi yako nitabirie mara. Praise the Lord. Hakuna kitu kama praise the Lord. Bwana sifiwe. I am a
Nafanya I kazi. have a very big ministry. Niko na huduma kubwa But sana. you cannot seek me on the time of working. Na uwezi kuja kuniangalia kipindi cha kazi. Pastor, pray for me. No, I have clients now. Mchungaji niombe, niko na wateja. You people, let me tell you the truth. Si niwaambie kweli ni You need us to look as smart like this man. Sio unataka tuangalie vizuri kama kaka bwana. I say that is my pastor. Huyu mchungaji wangu. Look at him. Mwangalie. That one is, you see? No. That one who is driving that car. Ndio mwenye anaendesha gari ndio mchungaji wangu. But you have never bought one for me. Hatujawahi kununulia hata moja. Kazi ni kunisifia na gari ni hata moja. You want to tell others that is my husband. Wewe unataka kuambia watu mume wangu. You have never bought like just one shoe. Hatujanunulia mume wako hata kakiatu kamoja. Wewe unataka kusema mume wangu leo. I don't care. I will get you when I go back. Mimi sijali kwa sababu utakuja kuniangalia kama mimi nimeshaenda. Other women admire others' husband when they look smart. Wanawake wengine wanaangalia wanaume wengine wakiwa safi. Admire other wives when they are looking beautiful. Hata kuna wanaume ambao wanatazama wake wengine wanafurahia wakionekana vizuri. Work upon your flower. Wewe si maua yako ipalilie na uimwagie maji. I'm making sense. Hapo naingia kilini. Working hard. Wewe fanya juhudi. The church will grow faster. Kanisa litakuwa you are going to see success in your life. Unaenda kuona mafanikio kwa maisha yako. We are prayer warriors, but we are not hard working. Kuomba na kanisa tunaomba sana. We can fast a lot. Tunafunga, tunafanya saumu sana. But we can do nothing. Lakini kazi hatutaki. So the church is stuck. So kanisa iko top imekuwa. You cannot bring that life because you are not working. You don't have a job to do. Sasa funga la Mungu katoa hapo kama mfanye kazi wewe. Let us read first 2 Timothy 4:2. Somebody truthful. I will not read. The Bible says, the book of 2 Timothy chapter 4 verse 2. And the things that and the things which you have heard from me, along with many witnesses, transmit and entrust to reliable and faithful men who will be competent and qualified to teach others also. Who are qualified to teach others also. Others. It's in 2 Timothy 4 verse 2. Have you read that one? No. 2 Timothy. What is that in Swahili? Sorry. It says, preach the word. Preach the word. Be instant in season. Be instant. Might say be ready in a season. Lihubiri neno, uwe tayari. Preach the word. Hubiri neno. And be ready in a season. Na uwe tayari kwa wakati and out of season. Na wakati usio kufaa. When season goes, majira yanapoondoka, it is very difficult for the season to return. Ni vigumu sana urejeshe tena majira hayo. If a man comes and say I want to marry you, sasa mwanaume anakuja kwa bwana anakuambia nataka kukuoa. Don't say that. What you have? Do you have a car? Do you have a house? Wewe unamuuliza wewe uko na gari? Wewe uko na nyumba? Haya, na wewe uko na ngapi basi? You don't forget like a man who is smart. Umejua mimi napenda yule mwanaume aliyesafi. People want to take sugar but they don't want to plant sugar canes. Kuna watu wako na tabia kupenda sukari na kupanda miwa naye hawataki. They want to take sugar. Sukari wanapenda sana kwenye vijiko ya kikola nyingi. They don't want to plant sugar canes. Lakini waambie panda miwa hawataki. Allow me tell your neighbor plant sugar canes. Ambia jirani yako panda miwa bwana. Because sugar comes from sugar canes. Kwa sababu sukari huja kwenye mua. Hello? Hello?
In the spirit realm, just say that this season is for me. Katika ulimwengu wa roho sema kwamba majira haya ni ya kwangu. Don't sleep in the season when the season has come. Wewe wacha usingizi katika majira inapokuja. Amen. I pray for you. Mimi nakuombea kwa vile let your season come. Wacha majira yako ije. And let your season be fruitful for you. Na acha majira yako yakaweze kuzalisha kwako. Tell your neighbor, don't waste time in the church. Tell another one, don't waste time in the church. Usipoteze muda kanisani. If it's a time to give. Ni wakati wa kupeana. If it's time to get married, please, what are you waiting for? Ni wakati wa kuoleka. Shida yako nini unataka kuoleka? I'm still young. Bado mimi bado mdogo. Are you at school? No. Bado mjini. Uko shuleni? Are you working? No. Hapana, sifanyi kazi, siko shuleni. Now what are you doing? Nini nafanya? Anyway, hata hivyo I'm there. Niko tu pale na ngojea. You're wasting time. Mbona unapoteza muda wewe? Amen. Slap me down next to you. You are wasting time. Ambia mwenzako mkuze mbona unapoteza muda? You know, pastor. Unajua mchungaji. Okay, let me tell you. Hata hivyo acha nikwambie. Church. Kijana kanisani. Yes, because it's not serious. Lakini tatizo lake ni kwamba hayuko hatilii maanani. I don't know whether I love him or not. Ni kama moyo inapenda, ni kama haipendi. Why? Kwa nini? He's poor. Umasikini wake ndio mwingi. He's poor. Maskini wewe. The moment you realize that this guy has God or has Jesus inside him, wakati umeangalia vizuri, mradi ukajua akona dhahabu ambaye ni Yesu ndani mwake. Just step and say, I do. Let us go and give what we can give and we go. Wewe useme tu kwamba mimi nimekubali mradi akona Yesu na dhahabu na abeni dhahabu na mwambie afanye kile anafaa kufanya, alafu tuone mambo yaishi. These things we are just making them. Hizi vitu ambavyo tutavifanya sisi. No one is born with a house. Hakuna mtu alizaliwa na nyumba. I have a story. Umejua hivyo niko na I was making 20. Nilikuwa naelekea miaka 20. In the church, I talked with 2 cows. Umejua kwa kanisa nikaongea na wasichana wawili. After school, baada ya shule, I told God, nikaja Mungu, I have a purpose. Mimi kuna kusudi. Dreams are over my head. Ndoto nayo imejaa kichwani. Now I want to take some things to get out of my way. Nataka niondoe vitu vingine aniondokee kwa barabarani. The first thing, these cows eat money. Jambo la kwanza, hawa sitaki kukula pesa. So I want to work upon it quickly so that it can. Yes, kwa hivyo nataka kuifanyia kazi haraka yangu sikuliwe. So I told the first cow. Nikamwambia msichana wa kwanza. He said, what do you have? Akaniuliza una nini? Nothing. Nikamwambia hata mimi sina kitu. I have my bed. Niko na kitanda changu and my basin. Na niko na beseni utaoga utaoga. He said, no, sir, I can't. Akaniambia hii mambo ya kuoga kwa beseni sitaki bwana. There and then the next week I went to another one. Sasa siku ijao mimi nikaenda kwa mwingine. Sister praise God. Dada yangu, Bwana Yesu asifiwe. Can I marry you? Wewe mimi nikuoe. Akatikiza kichwa. What you have? Anauliza una nini? Nothing. Sina kitu. My bed. Niko na kitanda changu na basin. Na beseni ya kuogea. He said you cannot. Wewe hiyo mambo hata na haiwezekani bwana. Next month. Tena mwezi I went to another one. Mwezi ujao mimi nikaenda kwa mwingine. This time I went at her home. Mimi ikabidi niende nyumbani kwake. Kodi huyu. Sister praise God. Dada, huyu Bwana Yesu asifiwe. You know. Wajua, I want to marry you. Mimi nimeona nikuoe. He said, brother. Akaniambia ndugu yangu. Is that the way they go on? Yaani hii ndio kutongozana kweli wewe hata wewe. Then I told her I don't have time. Nikamwambia mimi majira ndio sina kwa hiyo I don't want you to eat chips and chicken so much. I don't want. Mimi sitaki hizo vitu vinadanganya mara chipo leo mara sisi samaki sisi nini hivi sitaki bwana. Mimi nataka moja kwa moja.
I don't want to eat my money. Ndio pesa yangu achana nao bwana. So I want the only money that you would have eaten, I want to put it in the introduction. Nataka ile pesa zote ningekupatia ukule wewe twende nao katika utangulizi. So the cow said, msichana akasema, let us pray. Akaniambia situfanye maombi. If God allows, Bwana kiruhusu, we shall see. Basi tutaona mambo haya. From here he left and said, it is done. Mimi nami nikamwambia hiyo ishatendeka hiyo. After there, alafu baadaye I went to my parents. Nikaenda kwa wazazi wangu. I went to my mother. Nikaenda kwa mama yangu. I have found a girl to marry. Akamwambia mimi msichana I'm going to marry. Na mimi naenda kuoa. I have one aim. Can you support me? Niko na milioni moja. So my mom looked at me and said, you boy, are you serious? Akaniambia wewe kijana I have found a lover, a girl. Nikamwambia nimepata cha kupenda. She said to prepare. Akaanza kujitayarisha. I started. Nikaanza. The problem is, tatizo ni ile, the girl could not say that it is yes, I will marry you. Msichana angeweza kusema kwamba ndio nitakuelekea hiyo. I work in the church. I don't say anything. For me, I'm working. I'm just working. Nafanya kazi tu kanisani na mimi sasa. Then the girl told me, na alafu siku moja msichana akasema, these were not talking. Why? Mbona siku hizo uongei? Kwani kuna nini? I told her I'm serious. Nikamwambia mimi nimaanisha I'm working because I've already bought a commerce and a council and we have them. Kwa sababu ninafanyia kazi, maana yake nimeshanunua gomisi and a sack of rice. And sack of rice. Na hata gunia ya mchele nimeshaweka tayari. He said what? Akaniambia ndio nini hiyo sasa? So I did not accept. Mimi sikuwa nimekubali. I told her, nikamwambia I have Jesus in me. Niko na Yesu ndani mwangu. He's greater than the size that you see. Yeye ni mkubwa kushinda ile kanisa. Yes, man who's not serious. Unaweza ona mtu ambaye anamaanisha